Na mimi msimamo wangu, viongozi wote wanakosolewa. Kila kiongozi hawezi kuwa na kinga ya kutokosolewa. Diwani anakosolewa, mbunge anakosolewa, rais anakosolewa. Lakini pia wanapofanya vizuri wanapongezwa. Kwa hiyo wananchi wote wanaotoa mawazo mbalimbali Tanzania kwa ajili ya kuishauri serikali, kwa ajili ya kulishauri bunge, wako sahihi na wasizuiwe na mtu yoyote. Hatuwezi kuzimaliza changamoto za taifa letu. Hatuwezi kuzimaliza changamoto za taifa letu kwa kuongea kwa lele mama, kwa kutokuambizana ukweli. Hata mahala palipoharibika mnapongezana. Watu wanatekwa, nyinyi mnapongezana. Badala ya kuhakikisha kwamba waziri aliyoko madarakani, waziri wa mambo ya ndani, wananchi wanatekwa. Anatekwa mwananchi wa kwanza, anatekwa mwananchi wa pili, anatekwa mwananchi wa tatu, anatekwa mwananchi wa 80, bado yuko ofisini. Bado yuko ofisini. Ukweli, kukosoa mtu sio kuinua taharuki. Kumkosoa mtu sio kuchochea vurugu, sio kuchochea mabaya. Kumkosoa mtu ni kumpanga katika lile aliyokosea. Anatakiwa afikirie arudi kwenye njia na kwenye msingi ambao angesimama kwao, ingekuwa faida hata kwake pia. Kumkosoa mtu ni kumuokoa na ni kumsaidia. Kumkosoa mtu sio kumchukia. Kumkosoa mtu sio kuwa adui yako. Sio kuwa adui yako kwamba ndo kwa sababu wamekuwa adui ngoja na mkebe. Na unayekosolewa sio anayekukosoa ni adui yako. Anayekukosoa pengine anapenda ya kwamba katika ule mfumo ulionao, namna ambavyo ya uendeshwaji wa mambo unavyoendesha, kama tu hautabadilika na kugeuka, madhara yatakao kuja kutokea na kufuata mfumo wa namna ulivyoharibu mambo, utakuja kuleta athari kubwa kwenye maisha yako na kwa taifa lote zima. Anapojitokeza mtu wa kukosoa, wa kuonya na kukemea, ni mtu ambaye anakutakia mema. Anakutakia mema, sio ni adui. Katika Biblia Misali 28, katika Biblia Misali 28 mstari wa 23, Biblia Misali 28 mstari wa 23 anasema, amkemeaye mwenzake hatimaye atapata kibali. Anayekukemea ni mwenzako. Anayekukemea ni mwenzako. Amkemeaye mwenzake hatimaye atapata kibali. Tusiwe wa ndio tu kila jambo kwa sababu ya kulinda cheo. Tusiwe wa ndio kwa kila neno kwa sababu unaogopa utatolewa kwenye mfumo, utashushwa ngazi, utafutwa kabisa kwenye mamlaka, utafutiwa kila kitu, faili zako zote. Ifike mahali wananchi tuwe tayari kwamba kwa hapa tulipo, uone cheo chako ni kwamba kama tu utakuwa na kilinda, unaogopa kukemea na kupinga uovu, kupinga upepo huu, au kufukunyua siri ambazo kwa sehemu kubwa zinazidi kutesa ndugu zetu, wananchi wenzetu, Tanzania wenzetu, kwa kuogopa kufukunyua kwa sababu ya kutazama cheo ulicho nacho, kitu ulicho nacho, ngazi ulio nayo, uongozi ulio nao. Kwa kuogopa kufanya hivyo, hakuna ambacho tukao tunaokoa na kusaidia, tofauti na kuharibu na kudidimiza, na hatimaye sisi wenyewe tutakuja tuikimbie nchi, kwa sababu hapata kalika pamoja na cheo chako ulichokilinda wakati uliopotakiwa upige kelele na kuzungumza ukweli. Pina hapa amezungumza kwamba hakuna rais asiyekosolewa, hakuna diwani asiyekosolewa, hakuna mbunge, hakuna waziri
asiyekosolewa. Hakuna mwanadamu ambaye amefika mahala akawa sio mtu wa kukosolewa, yeye ndo kila anachokifanya kipo sahihi. Hayupo. Si tu kwa sababu ya umevikwa cheo gani, umepata ngazi gani, umevikwa ngazi gani. Swala ni unaendeshaje mambo. Mbina hapa amezungumza sema hakuna urais ambao haukosolewi. Hakuna waziri asiyekosolewa. Hakuna diwani, hakuna mbunge. Wote hao mwananchi wa kawaida kabisa ana wajibu na ni haki yake kukosoa para ambapo uendeshwaji umepelekwa isivyo kawaida, akimaanisha kulinda usalama wa mali ya nchi yake.